Ayuha nasu ibadallah, kwa kukamilisha khutba yangu hii nataka nitoe nasaha kwamba hairuhusiwi kuleta lugha yoyote ya kuwatweza watu hawa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, imma kwa utani au kwa kutaka kuwachekesha watu au kwa kutaka kitu fulani unachokusudia katika nafsi yako, ijapokuwa hukukusudia kuwafanyia qadhi masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni haramun alaik kuleta utani na mzaha kwa watu hawa ambao wameisimamia dini na wakaibeba kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sitofahamu kwamba mtu wa kwanza kuslimu aliyeupokea ujumbe wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya watu wote ni Bi Khadija radhiyallahu ta'ala anha. Yeye ndiye mtu wa kwanza kuslimu na ndiye mwanamke wa kwanza kupokea risala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuikubali. Ndiyo yule ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam akipokea wahi mwanzo kabisa alipomwona Jibril alayhi salam katika umbile lake, akarudi kwake na kumwambia zammiluni zammiluni, nifunikeni mimi, nifunikeni. Walipomfunika pale alipoondokewa na uoga, akamuelezea Bi Khadija radhiyallahu anha kwamba nimepata hiki na hiki na hiki. Yeye akamwambia Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kufanyia khizaya wewe, hawezi kufedhehesha milele, kwa sababu wewe unaunga udugu na unawasaidia watu matatizo yao na unawakirimu wageni, unafanya kila amali iliyokuwa njema. Akampa bishara njema mwanamke huyu Bi Khadija radhiyallahu anha. Kwa hali hiyo sasa sisi haturuhusiwi kuleta maneno ya kejeli, kuanza kumkejeli mtu huyu na kuzungumza lugha ambazo zinaashiria uvunjifu wa adabu kwa mtu huyu. Na salamu hizi nazipeleka kwa shekhe mmoja anayefahamika kama Sheikh Muharram Ziwanda, ambaye amekosa adabu juu ya mwanamke huyu Bi Khadija radhiyallahu anha kwa kumuita eti ni mshangazi, lugha ya utovu wa adabu juu ya sahabia huyu aliyesimamia dini na kumsimamia Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumnusuru katika kurabati mbalimbali. Tofahamu sisi, nani asifahamu fadhila za Khadija radhiyallahu anha? Yawaje mwanamke kama huyu wamuita maneno ya mtaani? Maka yeye asema hizi ni lugha za mtaani. Walipomkosoa baadhi ya watu waliomkosoa yeye, akaja na inadi na kibri kwamba watu hawajui istilahat za lugha, inabidi wasaidie vijana wa mitaani. Si kweli maneno haya, inatakiwa atubie kwa Allah jalla wa ala. Huwezi kumuita Bi Khadija kwamba ni mshangazi hata siku moja. Twamuuliza Sheikh Mziwanda, wewe waweza kumuita mama yako? Tujalie mfano mume wake, mama yako amefariki, Sheikh Mziwanda, alafu kijana mdogo akamuoa mama yako, alafu kasikia watu mtaani wamuita mshangazi, utakubali? Au itokee mfano Mtume sallallahu alaihi wasallam, sasa lugha za mitaani, atokee mtu amuite Mtume sallallahu alaihi wasallam jina lile ambalo wanawaitia vijana wanaooa wanawake watu wazima, wewe utakubali? Si uvunjifu wa adabu huu? Au atokee mtu amtaje Zainab radhiyallahu anha, Kulthum, Ibrahim, Qasim, Fatima, afaseme hawa hapa dingi yao alikuwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hana adabu mtu huyo. Sasa wewe ukitaka kustaarabisha hizi lugha za watu wa mitaani na wahuni, muogope Allah subhanahu wa ta'ala, hazikubaliki. Ama kuleta ihtimalat kwamba wahuni watatumia kwa mujibu wao na sisi wastaarabu tutatumia kwa mujibu wao, halikubaliki jambo hili. Nani asijua maana ya mshangazi ni nini? Ni lugha ya utovu wa adabu kwa Bi Khadija radhiyallahu ta'ala anha. Angalia Allah jalla wa ala, Mtume alayhi salatu wassalam, masahaba walipokuwa wakimuita ra'ina, kwamba ewe mlinzi wetu, mchungaji wetu, Allah jalla wa ala akawakataza. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mayahudi walikuwa wakitumia lugha hiyo kwa kumdogesha mtu na kumuita kwamba ni mpumbavu, mtu asiyejitambua, kwamba ra'ina, mpumbavu wetu. Allah akawaambia masahaba, ya ayyuhalladhina amanu la taqulu ra'ina, enyi ambao mmeamini msiseme ra'ina, wa qulu ndhurna wasma'u. Akawakataza kumuita Mtume sallallahu alaihi wasallam kama ni ra'ina, pamoja kwamba ni neno zuri kwa mujibu wa Waarabu, lakini akawakataza kwa sababu wale Mayahudi wanatumia neno hilo kumtukana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wakifanya hivyo masahaba wakimuita hivyo wao wanafurahi, wanaona ametukanwa. Akawakataza Allah jalla wa ala kwa masalihi hayo. Wewe wasemaje misingi isiyokuwa mahala pake?
maka na misingi yake anaitumia kanuni zisizokubalika katika maneno yake aliyasema. Kwa maneno yake anasema maqasidul lafzi ala niyati lafidh, kwamba makusudio ya tamko yako juu ya nia ya yule mtamkaji. Kaida hii haifanyi kazi hapo, ni kaida batila kwa msingi huu uliotumia mahala hapo, kwa sababu wewe umemdogesha Bi Khadija radhiyallahu anha na ukamuita lugha ya mtaani. Huyu ni sahabia, amemsimamia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kila hali na mali, na Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumuoa mwanamke yote mpaka alipofariki Bi Khadija radhiyallahu anha. Wamfananishaje na mishangazi? Tubia kwa Allah jalla wa ala na umuogope Mola wako na urejee maneno yako. Acha inadi, usichukuliwe kile cheo ulichokuwa nacho na kusikilizwa na watu ukakataa kurejea, kwa sababu arrujuu ila alhaqi fadila, kurejea katika haki ndio fadhila na ndio utukufu, na kugandamana batili watu wote watakudharau. Na nataka nikwambie Sheikh Mziwanda, wallahi wa billahi wa tallah, usiporejea maneno yako hayo ikawa umebaki kuona kwamba ni usawa, ukaona watu wote wanakukosoa ni watu mahasidi, mazuzu, wasiokuwa na akili, ufahamu kwamba kuanguka kwako kutaanza hapo, kwa kumdogesha mwanamke huyu Bi Khadija radhiyallahu anha. Hiyo nia yako baki nayo wewe mwenyewe. Sisi tunahukumu dhahiri yako ya maneno uliyozungumza. Mshangazi ni nani? Muogope Allah jalla wa ala. Ndugu zangu waislamu, sisi kuchunga heshima ya watu hawa, mtu anapoivunja vyovyote awavyo na cheo chochote atakachokuwa nacho, sisi tunalazimika kufanya hivyo, kwa sababu heshima ya Sheikh Mziwanda haiwezi kufikia ijapo theluthi ya Bi Khadija radhiyallahu anha ummul mu'minin, na yeye ndiye mama yetu, na wanawake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mama zetu, wa azwajuhu ummahatuhum, na wake za Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mama zao, mama wa waumini wote. Kwa hiyo hairuhusiwi kuleta lugha za kejeli, lugha za utovu wa adabu kuwaita wanawake hawa wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utafungua mlango mbaya, usighurike na watu kukusikiliza na kukuelewa, ukaanza kuingilia heshima za watukufu wa darajati masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam.